Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya ndio, sijui kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Rose na wengine wananijua kwa Mama Kiongozi. Mama Kiongozi Wa kwaya Mashujaa. Mashujaa kwaya ni kwaya ya wapi? Seti gani? Kwaya ya hapa Indianapolis, kanisa la Methodist. Oh, okay, asante sana. Unaitwa Rose tena wewe ni Mama Kiongozi. Yeah. Na kwa siku ya leo nikizani tuko kanisani, uliaga kanisa pamoja na waimbaji kwa ajili ya masuala ya kuolewa. Sijui unaweza kutuambia neno gani kuhusu swala hilo? Nadhani kwamba kama nilivyosema kanisani au kama walivyonionyesha kanisani kwamba naondoka kwa sasa, sitakuwa hapa pamoja na kwaya yangu. Naenda kuanza maisha mengine, maisha ya ndoa. Kwa hiyo nadhani kwa machache ndoa hayo, na ndio kitu ambacho kimefanyika kwa siku ya leo. Na katika kwaya, tuseme kwaya, tuachane na kanisa, kwaya kama kwaya, ni mambo gani ambayo labda unaweza ukayakumbuka na kuyasema kwamba huko uendapo unaweza ukakumbuka kupitia nini, kulingana na ni muda mrefu sana upo kwenye kwaya kama miaka 5, ni vitu vingapi au kitu gani ambacho unaweza kukumbuka kwa ajili ya kwaya? Kitu ambacho naweza nikakumbuka kwenye kwaya ni vingi sana ambavyo nakumbuka, kwa sababu miaka 5 sio miaka michache ya kuwa niko pamoja na kwaya. Kwa hiyo nimeona mengi na nimeshuhudia mengi, kwa hiyo ni mengi tu ambayo tayari nikumbuke, lakini kitu ambacho nitakumbuka sana ni ule umoja ambao nilikuwa naona, tulikuwa tukishirikiana kwa mambo mengi. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nitakumbuka, na ile juhudi ya huduma ambayo tulikuwa nayo, hata kama kuna muda mwingine ambayo kwaya inaweza ikasuasua, lakini bado tulikuwa tunasimama hata kama tukiwa 2 watatu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifanya kukumbuka kwaya yangu, lakini hata kama nitaenda mbali, nitaendelea kuwa na imani kwamba kwaya bado itaimarika. Sawa, asante kwa majibu uliyokwenda kueleta. Na katika uimbaji au katika kwaya ambao ulikuwa unasema ni wewe kama Mama Kiongozi, ulipata changamoto zipi au zilikuwepo changamoto gani katika uimbaji kupitia kwaya Mashujaa wa Imani hapa Indianapolis? Changamoto ambazo nilizipitia ni kwamba kulea watoto sio kazi rahisi, kama vile ambavyo tunavyojua. Inabidi kuwa na uvumilivu na utulivu, lakini pia nashukuru Mungu kwa sababu kwaya yangu walikuwa ni watu ambao wananisikiliza na kuniheshimu, japokuwa mizozano haikosi, lakini haikuwa kivile. Lakini nashukuru kwa ajili ya waimbaji ambao nilikuwa nawaongoza, ndio ninaweza kuzungumza zaidi. Asante sana. Mimi ambacho naweza nikasema tu cha mwisho, nataka utuambie kulingana na wegisi unavyotoka hapa kwenda huko, na ni pengo gani au katika hiyo pengo ambayo wewe umetoka, ni mtu gani au ni nani ambaye unaona katika kwaya anaweza akaidhibiti au kuifunga? Sio rahisi, kwa sababu unajua kila mtu anakuaga na umuhimu kwenye sehemu yake. Kwa hiyo na imani Mungu ana watu wengi anaweza kuwainua kwa ajili yangu. Kwa hiyo japokuwa nimetoka, nadhani mimi ndo nilikuwa kiongozi mwanamke peke yangu. Ndio. Kwa hiyo kuna nani kidogo itakuwepo, lakini ninachoomba Mungu ainue mtu zaidi, mwanamke ambaye atakayesimama zaidi. Wa watoto wa kike ndio wanahitaji kiongozi. Kuna muda ambao wanakuwa na maneno ya kutaka kuzungumza na kiongozi, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kumfuata kiongozi mwanaume. Kwa hiyo ninachoomba Mungu asaidie tu ainuke kiongozi mwingine mwanamke ambaye atakayesimama, au kama itapendeza Mungu akipenda bado nitaendelea kuwa kiongozi, na mimi bado ni kiongozi wa kwaya hii. Asante sana. Hivi unaolewa, unaenda state gani au unaolewa wapi? Nadhani naenda nje kidogo ya Marekani, naenda nchi za Europe, huko Ufaransa. Yeah. Paris. Yeah, sawa. Nikizani huku ambapo ulikuwa unaongea Kiswahili, Kiingereza
Sasa umejipangaje, au labda kwa muda ambao ulikuwa kwenye mahusiano na mtu wako mlikuwa mnajifunza Kifaransa au wewe Kifaransa kipo kabisa? Hapana, lakini unajua kwamba lugha ni kitu ambacho ukienda sehemu, mwisho wa siku hata kama haujui, lakini mwisho wa siku unajikuta kwamba ile lugha unavyoendelea kuishi sehemu hiyo unaendelea kuelewa kidogo kidogo. Asante sana. Na kitu cha mwisho ambacho unaweza ukashauri kwaya Mashujaa pamoja na kanisa? Kwanza kitu ambacho naweza nikawashauri Mashujaa waimbaji, kwanza na washauri waendelee kuheshimu viongozi na wazidi kuwa na juhudi ya kumtumikia Mungu na wazidi kuwa wanyenyekevu, kwa sababu Mungu hahitaji watu wanaojiinua, anahitaji wanyenyekevu. Kwa hiyo pale ambapo watakapojinyenyekeza ndipo Mungu atakapowainua. Kwa hiyo ndio nachoweza kuwashauri, na waendelee kusimama hata kama watapitia dhoruba, hata kama watabakia 2 watatu, lakini waendelee kusimama, nachowashauri. Na pia wasisahau maombi. Maombi ndiyo silaha ya huduma. Ndio. Na huko utakapokwenda vipi, utakuwa unaendeleza huduma ya uimbaji au waje, au na wewe utakwenda huko unadidimia kama wengine wanavyoolewa yani kama nasikii, unasemaje kuhusu hapo? Okay. Siwezi nikajua huko ninapoenda itakuwaje, kwa sababu sijajua, ndo unaelekea sasa. Nitajua nikishafika huko, lakini kama nitakuta kuna kwaya ambayo naweza nikajiunga, siwezi kuacha kuendelea na uimbaji, kwa sababu ni kitu ambacho nachokipenda. Hata kama ufahamu lugha tu, kwa sababu kule kuna kwaya zingine za Kifaransa, unaona wanaimba Kifaransa na wewe utakuwa unaingia hivyo tu. Mungu akinijalia Mungu akijalia kuna kinachoshindikana. Nadhani kwamba nimekuwa nikiimba kwenye hii kwaya Mashujaa, na tulikuwa lugha tofauti na tulikuwa tunaziimba. Tulikuwa tunaimba nyimbo za Kirundi, nyimbo za Kifurelo, nyimbo za Kibembe, na sio kwamba sisi wote ni kabila moja, hapana, lakini unavyofundishwa unajua na unaweza ukaimba hata kama hujui. Asante sana kwa muda wako, lakini nimemwona mtu kama nani hapa, Najati Msamani. Kwanza mnafanana sana, mnafanana sana ila